unadharau kiasi hichi? Ina maana njia yote hujaniona mpaka unanipiga teke. Kwa usalama wako, fanya mpango ulirudishe pale pale ulikuta. tuko kwenye mission. Na wanangu tuko kwenye mission. Okay, mission. Kila mtu anatamani kilicho bora, lakini sisi tunakupa kilicho bora zaidi. Washindi Interior ni mabingwa wa kufanya gypsum decoration majumbani na maofisini, lakini pia tunauza na kutengeneza furniture aina zote, furniture za majumbani, furniture za maofisini, bila kusahau mafundi umeme na mafundi ujenzi, wote wanapatikana Washindi Interior. Tupo Dar es Salaam, Keko Furniture. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0740370659 au 0718008822, 0683878381. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii Washindi Interior. Kama unahitaji chochote, agiza nasi. Washindi Interior, express and quality. Pole sana. Na vipi kuhusu mmeo? Yuko wapi mpaka sasa? Mtoto yupo, ni naye. Mume wangu haonekani. Toka ile siku ambayo niliumwa uchungu, alitoka hapa na kusema anaenda kutafuta usafiri, lakini mpaka leo sijamuona. Nimejaribu kumtafuta huku na kule, lakini sijafanikiwa kabisa kumuona. Ila kuna taarifa zingine nikazisikia ambazo zilinihuzunisha sana, kwamba mimi mume wangu amefariki na kilichomuua ni kifo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama, mwanao Kido ulimpenda, ila Mungu kampenda zaidi. Kwanza niseme nashukuru kile ambacho kimetokea. Mimi nimependa kwa sababu leo yeye, kesho sisi. Kwa niseme asante sana. Naomba unisikilize tena kwa makini. Kama kitu huna uhakika nacho, ni heri usikitangaze. Hakuna aliyeshuhudia mwili wa Kido, sawa? Hata hiyo familia yake sijui kama analijua hili swala. Kwa nini unatangaza habari ambazo hazikuhusu? Ina maana wewe una uchungu kuliko mamake Kido? Ndugu yangu, kuna muda fulani nimepita hapa sija kuona hapa kwako, ila sasa hivi wakati narudi nikakuona hapa, nikasema nisipite nije nizungumze na wewe, walau tutete jambo. Bwana, hizi taarifa za hapa kijijini zinazoenea kuhusiana na huyu bwana Kido umezisikia? Kwa ukimya wako tu inaonekana hujazisikia. Sasa ngoja nikupashe, maana hujui chochote. Na ninachokuambia, hatujaona kichwa wala hata kidole chake. Sasa hii kidogo ikanipa moyo na kuniaminisha kwamba huyu bwana kishafariki. Na mimi binafsi nimefurahishwa na hiki kifo cha huyu dogo, kwa sababu huyu dogo alikuwa jeuri sana bwana. Huyu dogo alikuwa kiburi.
Umemaliza? Na nikwambie tu, familia yake yenyewe tu ishakubaliana na hili swala, na hivi ninavyokuambia tayari washaandaa 40 kwa ajili ya kumsomea dua huyu bwana ili aende salama. Na kwa mimi nilivyokuwa na hasira na yule bwana, kwenye 40 yake nitakunywa vikombe hivi 2 vya uji na mtamtakia aende akachomwe kwenye moto wa jahannama na Mwenyezi Mungu. Sasa inakuwaje ndugu yangu nakupa taarifa kama hii halafu unakuwa mnyonge? Au wewe umechukizwa na hili swala? Sasa nisikilize Shedafu, katika watu wanafiki na wewe ni mnafiki. Naam? Alafu mimi sipendagi mtu mnafiki. Ulipoanza wewe, mimi nimemaliza, ila nilipomaliza mimi, wewe huwezi kuanza. Unaweza kuondoka. Shemeji yupo lakini hakuhusu. Sawa baba. Samahani lakini kama nimekuozi. Bwana, nimekwambia nenda. Naenda baba. Nenda. Na hapa ndo mtoto wa kiume, ingekuwa wa kike huyo. Kiukweli mpaka leo mimi mwenyewe sijui hicho kifuu kilitoka wapi. Mungu wangu, wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu, wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu. Ana sione kabisa hata matumaini ya kupona. Hali ya maisha ndo kama hivi, maisha magumu, hela nyingi, hospitali taitoa wapi? Milioni 80, sijui milioni 100, maisha ndo taitoa. Unajua nimebakiwa na figo moja tu mwanangu, sio kwamba ujui itatoka wapi? Itatoka wapi mwana? Najiona kabisa siku zangu za kufa zinakaribia. Kweli nakwambia mwanangu, naumia mwanangu, naacha, ila mwangalie mdogo wako, mimi siponi mimi. Yuko wapi mama? Yuko jikoni baba. Pita jikoni kamwangalie. Yuko huko jikoni. Asante. Karibu baba. Karibu. Tuokoe na maisha yetu yalivyo magumu, Mungu mwema. Karibu baba. Asante. Hamisa. Mambo. Pole. Naona uko bize na kazi. Asante. Vipi, dada yako kuna kitu chochote mkueleza kuhusu mimi? Hapana, hajaniambia kitu. Kitu gani hicho?
au siji. Mimi nimekuja kukusalimia. Asante. Okay, poa. Ni nani? Samahani, naomba nikuulize swali. Bila samahani. Hivi kwa mfano ikitokea ukasikia kuna mtu amekufa mtoni kwa sababu ya kiu, wewe utafanyaje? Na wanangu tuko kwenye mission. Na wanangu tuko kwenye mission. Okay, mission. Ukimwona Baba Yaga yuko kwenye mission. Najika Shupa J yuko kwenye mission. Ote tuko kwenye mission. Hey, tayari baba. Umemwona? Anashukuru baba, asante. Ndo huyo, nashukuru. Na mimi nashukuru sana mama, lakini nakuomba tafadhali endelea kuzungumza naye. Mimi tena naomba kuwa na amani. Yaani nitaongea naye, ni damu yangu mimi. Yaani usijali, nitaongea naye, kuwa na amani. Basi mimi naomba nikuache kwa sababu nimepaki gari sehemu mbaya. Umepaki gari? Mte baba. Ni la kwangu mama, sio la kwako. Tunashukuru. Asante mama. Karibu. Eti msubiri kwa samahani. Mambo kisame. Sinaona maisha. Hatujapata chochote toka jana. Hatujapata chochote ki. Asante. Nakiri siku za yote na siku ninavyoendelea nipotezea. Nashukuru. Tamsalimia saa. Haina shida. Karibu baba, karibu. Karibu. Kwani wanamwita nani tena? Baba Yaga? Kwani wanamwita nani tena? Mawenge, nimekuita hapa, niko nataka tushare mawazo mimi na wewe. Sasa nikaona nijaribu kukushirikisha na wewe, lando utakuwa na mawazo makubwa zaidi ya kwangu mimi. Niko na milioni 15. Sasa nataka unishauri tutafute biashara gani ambayo tunaweza tukafanya tukapata milioni 15 zingine. Ni milioni 15 izalishe milioni 15 au izalishe pesa nyingi zaidi ya hiyo. Sasa hebu niambie, tunaweza tukafanya biashara gani ambayo inaweza kasaidia tukapata pesa nyingi zaidi? Nahitaji mawazo yako. Hiyo milioni 15 nao keshi hapo. Sasa hapo bosi, sikiza nikuelekeze kitu ambacho ni cha muhimu na cha ukweli ambacho kinaweza kikarudisha hizo pesa kwa haraka haraka na faida juu. Si unanielewa? Mimi niko nafikiri kwamba hiyo milioni 15 tukila pale Bukoba pale tukachukua zile ndizi zile tukapitia kwenye gari tukaleta huko sokoni. Unajua ndizi zinaenda sana, yaani mtu yoyote anaenda sokoni lazima arudi na ndizi. Kwa hiyo hela tukaenda pale tukajaza lori tukaleta huko tukauza, hiyo hela inarudi haraka haraka hiyo. Yaani mwezi huu hela yote inarudi. Kwa hiyo unafikiria twende Bukoba tukachukue ndizi twende tuuze hapa Dar es Salaam, si ndio? Kwa mfano katokea tumeenda tumenunua ndizi za milioni 15.
alafu tunapita kwenye ile daraja pale la mtu wa nini siji pale, ile gari kwa bahati mbaya linapinduka. Uoni kama tunakuwa tumepindua milioni 15? Hii hasara inakuwaje? Hapo kwenye gari kupinduka hapo. Okay, basi sawa. Sikiliza, kama hiyo ni mbaya basi tuachane nayo. Basi tufanye kitu kimoja, twende tukakodi hata mashamba huko kijijini huko, tukalima hata matikiti maji yale. Tukishalima matikiti maji yale yanachukua miezi 6 mpaka miezi 7. Kwa hiyo tikiti moja hapa mjini hapa unauza mpaka 2200 mpaka nahisi kama 3 hivi. Kwa hiyo kwenye shamba moja kama eka moja hivi, tukitoa kama matikiti kama 3000 hivi, tukijaribu kupiga mahesabu 2000 mpaka kama 3000 hivi, kama milioni 30 hivi. Kwa hiyo umeshauri tulime matikiti. Sasa kwa mfano ikatokea tumelima matikiti, wakati tunapanda mbegu ya matikiti, mvua ikaja ikaondoka na mbegu yote, uone kama milioni 15 itakuwa imepotea? Umejaribu kufikiria hilo? Hiyo nalo kazi sasa. Basi sawa bosi, mimi nakusikiliza wewe. Basi nikuachie hilo swala, basi tuje tunafanya hai. Basi nakusikiliza wewe. So what? Unajua wenye pesa hawana akili na wenye akili hawana pesa. Sasa sisi tunatakiwa tutumie akili ili kuweza kupata pesa. Niko na idea na niko na wazo. Wazo langu liko hivi. Wazo gani hilo bosi? Kwani wanamwita nani tena? Kwani wanamwita nani tena Baba Yaga? Kwani wanamwita nani tena? Kwani huyu ni nani tena Baba Yaga? Kwani huyu wanamwita nani tena Baba? Kwani Baba Yaga kwanza ana maujanja, ana madili yanakupangika, ana madili mpaka ya kila mtu anatamani kilicho bora, lakini sisi tunakupa kilicho bora zaidi. Washindi Interior ni mabingwa wa kufanya gypsum decoration majumbani na maofisini, lakini pia tunauza na kutengeneza furniture aina zote, furniture za majumbani, furniture za maofisini, bila kusahau mafundi umeme na mafundi ujenzi, wote wanapatikana Washindi Interior. Tupo Dar es Salaam, Keko Furniture. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0740370659 au 0718008822, 0683878381. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii Washindi Interior. Kama unahitaji chochote, agiza nasi. Washindi Interior, express and quality. Na wanangu tuko kwenye mission. Na wanangu tuko kwenye mission. Okay, mission. Ukimwona Baba Yaga yuko kwenye mission. Najika Shupa J yuko kwenye mission. Ote tuko kwenye mission. Baba Yaga anafanya mambo yake, mala watu wanaingia mpaka mkenge. Tunajua anaokuingiza mkenge. Mishe na wanangu tuko kwenye mishe. Yani mishe na machizi bodi tuko kwenye mishe. Machizi bodi je, yani wapo kwenye mishe. Wanacheza wengine wanakula kushi, unajua wanavuta, wanapongesha mpaka glass.